Nimuite sasa Mheshimiwa Hamida Abdalla, atafuatiwa na Mheshimiwa Isa Mtemvu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi, na mimi niendelee kuungana na waheshimiwa wabunge wenzangu kwanza kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwasilisha hotuba yake nzuri yenye kurasa zaidi ya 100 hapa bungeni, lakini ni hotuba ambayo imesheheni mambo mbalimbali ya maendeleo katika nchi yetu. Na kupongeza na kutakia kila laheri katika majukumu yako. Lakini la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kumpongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kila mbunge aliyesimama hapa bungeni ameendelea kumpongeza kwa uwajibikaji wake katika serikali hii ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi ndugu zako Wanalindi tunapata faraja sana kwa kutuheshimisha katika uwajibikaji wako katika shughuli zako za serikali. Tunaendelea kukuombea kila laheri. Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda, akupe baraka, lakini Wanaruangwa na Wanalindi wote tuna imani kubwa na wewe, na tumesema Wanaruangwa hatuna mbadala mwingine zaidi yako. Kila laheri, Mwenyezi Mungu aendelee kukuongoza. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan. Yale yote ambayo yameelezwa katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni mambo ambayo Mheshimiwa Rais wetu ameendelea kupambana kuhakikisha kwamba lazima alete maendeleo ya kweli na mapinduzi ya kweli katika nchi yake. Ni mwanamke pekee Tanzania, hatuna mfano wake. Tuendelee kumtakia heri, tumuombe kwa Mwenyezi Mungu ili aendelee kumuongoza kuhakikisha kwamba anaendelea kutimiza majukumu yake yale ambayo amedhamiria kuyatekeleza. Sisi tunasema ya kwamba katika maendeleo makubwa ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu ameyaelezea katika hotuba yake, na sisi Wanalindi tumefaidika nayo kwa sababu tulikuwa kwenye giza kubwa. Leo Mheshimiwa wetu, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametutoa kwenye giza na ametuweka kwenye mwanga, na sasa tunasonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu kwamba wiki moja iliyopita Lindi mjini alikuja Tundu Lissu, lakini mapokezi yake yeye mwenyewe ameyaona kwa macho na amewaambia wananchi wa Lindi, ninajua kwamba mna misimamo yenu na sisi tunasema tuna misimamo yetu. Lindi ni ya Samia na tunakwenda na Samia 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo mazuri ambayo yametekelezwa kipindi cha Rais wetu Daktari Samia kipindi cha miaka 4, yako mazuri ambayo yametekelezwa katika jimbo letu la Lindi mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya ya Lindi, na tangia upatikane uhuru Lindi mjini kulikuwa hakuna hospitali ya wilaya. Lakini leo tunapozungumza Lindi mjini tuna hospitali ya wilaya na tumeanza kutoa tiba kwa sababu Mheshimiwa Rais ametupa mapenzi makubwa na kujali afya za Wanalindi. Lakini niseme tu kwamba yako mambo mbalimbali yaliyotekelezwa. Tulikuwa hatuna shule za sekondari za kutosha, lakini leo tunapoongea jimbo la Lindi mjini tuna shule mpya za sekondari 5. Tunahakikisha kwamba watoto wetu wote hakuna anayekosa kwenda shuleni kwa kukosa darasa la kusoma. Kwa hiyo tumepiga hatua kubwa katika kipindi cha miaka 4. Pamoja na hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazo changamoto mbalimbali. Ukiangalia upande wa sekta ya maji, tunayo miradi ambayo haijakamilika. Tunataka wananchi wa Lindi waendelee kufaidika na rasilimali ya maji kwa kupata huduma ya maji safi na salama. Ninajua kwamba Mheshimiwa Juma Aweso amepiga hatua kubwa sana kuhakikisha kwamba Lindi amesimamia utekelezaji wa miradi ya maji ili wananchi waweze kupata maji safi na salama. Lakini bado tuna huduma mbalimbali ambazo tunazihitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti,
tuna mradi wa maji wa Mkundi ambao unagharamiwa kwa shilingi milioni 326. Nikisema Mkundi, Juma Aweso anajua ni upande wa pili wa bahari. Wananchi wanahitaji mradi huu wa maji uweze kukamilika. Kwa hiyo tunaomba utukamilishie hizi milioni 326 tukamalize mradi wa maji, wananchi waweze kupata maji. Lakini tuna mradi wa Angaza ambao unahudumia pale katikati ya mji. Tunahitaji tumalizie milioni 172. Mkandarasi amesimama anashindwa kukamilisha mradi huu. Kwa hiyo tunajua kwamba serikali imewekeza nguvu kubwa ya kuleta pesa nyingi kutekeleza miradi ya maji. Lakini bado nguvu hii kubwa haionekani kwa sababu wananchi wengi hawajaunganishiwa maji majumbani. Niseme tu kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti, nimuombe Juma Aweso akamilishe ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kutupatia milioni 500 kwa sababu ulizungumza mbele ya wananchi ili tusogeze miundombinu ya maji, wananchi waweze kuvuta maji majumbani kwao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, uchumi wetu wa Lindi unategemea na uboreshaji mkubwa wa barabara. Tunajua kwamba Lindi tuliathiriwa sana na mvua za mwaka uliopita. Kimbunga Hidaya kilituathiri kwa kiasi kikubwa sana, na tumechelewa kurekebisha miundombinu kwa kukosa fedha kwa wakati. Niombe sana serikali kuhakikisha kwamba fedha wanatuletea kwa haraka ili tuweze kuboresha barabara zetu, tuweze kuendelea kufanya kazi, lakini wafanyabiashara na wakulima waweze kuendelea kutumia barabara. Tunajua kwamba barabara ya Kibiti Lindi imepata changamoto. Wiki hii kumetokea mafuriko makubwa, lakini ukiangalia uharibifu uliotokea ni mkubwa sana. Tunamshukuru Waziri Ulega ameendelea kuwepo katika eneo kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata huduma ya barabara. Nimuombe sana Waziri wa Ujenzi kuangalia daraja la Mbwe Mkuru. Daraja lile linaliwa kwa kasi kubwa. Kwenye kingo za barabara kunakoshikilia daraja, mto ule umeendelea kupanuka na maji yanakula barabara kwa kasi kubwa sana. Sasa tusipokwenda kuchukua hatua kwa haraka, maana yake daraja lile linakwenda kuvunjika, litazama, na juhudi zote zinazofanywa na serikali hazitasaidia kwa sababu daraja lile ni kubwa, na likikatika daraja lile maana yake mawasiliano yanakatika kabisa. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi kuhakikisha kwamba mnakwenda kusimamia kwa haraka, kutafuta dawa ya haraka na kuweza kunusuru daraja lile lisiweze kuporomoka. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, bado sisi tunaishi kwenye ukanda wa bahari. Na tunajua kwamba bahari yetu kumetokea uharibifu mkubwa wa mazingira. Ardhi yetu inaendelea kuliwa kwa kasi kubwa sana. Lakini hoja hii nimeizungumza karibia mara 3 hapa bungeni. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu alishatoa maagizo kumwagiza Naibu Waziri, Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira kuja kutazama ili kuona namna gani kwa haraka wanaweza kutusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana serikali kuhakikisha kwamba wanakuja Lindi kuangalia ili kuwanusuru wanalindi na bahari ile isiendelee kula nchi kavu, kuhakikisha kwamba mji wetu unanusurika. Tusipochukua hatua kwa haraka, maana yake changamoto kubwa itakuja kutokea mbele ya safari. Tuna kilomita 570 zinahitaji kufanywa ukarabati kwa haraka ili kunusuru mazingira ya bahari yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mambo yote mazuri yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6, bado katika mji wetu wa Lindi, ukiangalia jiografia ya mji wa Lindi ni miteremko na vilima, lakini udongo wake ni wa mfinyanzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, katika upande wa TARURA tunashukuru kwamba serikali inatupatia fedha kila mwaka bilioni 3.6. Lakini kutokana na mazingira na changamoto kubwa iliyopo, tunahitaji kuongezewa fedha hizi ili tuweze kuboresha barabara zetu ili ziwe kwenye ubora unaostahili, ili kuhakikisha kwamba wananchi wa Lindi wanaendelea kutumia barabara hizi. Kwa fedha ambazo tunaletewa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashindwa kutengeneza hata kilomita 2 za lami.
ni fedha kidogo, lakini ukiangalia mtandao wa barabara ni kilomita 564. Barabara ambazo zina lami ni hazizidi hata kilomita 200. Kwa hiyo bado tuna changamoto kubwa ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwekeza katika kuboresha barabara zetu. Asante sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru lakini niunge mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.